may God help you and help me. Mungu akusaidie na anisaidie mimi pia. May we receive the revelation. Tupokee hiyo funuo And perfect our vision of our word. na kuweza kushughulisha maneno hata usawa yetu. Do something about it. Na tumika kwa ajili ya hili. Kristokrasia wote must have a revelation. Anapasha kuwa na ufunuo. Or must receive a revelation. Na anapasha kupokea ufunuo. That will lead you to see what God wants to do. Ile itakusukuma kuona ni nini Mungu anapenda wewe kwa upekee upate kufanya. In the second session that we're going to be very practical before we leave. Sema tutaweza kupita kwa matendo mbele ya sisi kutoka hapa. I have something to continue effectively in the region in the name of Jesus. Kwa kitu ambacho tunaweza kuendelea kwa hii sehemu kwa jina la Yesu. He said to the original people, governance and rulership cannot take place without abundant and consistent wealth creation. Tunasema ile utawala haiwezi kuchukua fazi ambayo hapana vitu ambayo tunaweza kutumia kama vile utajiri. God used the term wealth. Mungu anatumia ile usemi utajiri. The time has come for the church not to be a survivor but to be an influencer and a controller. Wakati nafika ile kanisa itakuwa watu ambao watakuwa naongoza kwa uwezo. We were taught wrongly to manage. Walitufundisha kwa namna ikufai kuweza kuongoza. Those in the British colonies who read Milton, Pilgrim Progress, always climbing and jumping and staggering and hoping one day we'll get to heaven. Walitufundisha kusema sisi maneno ambayo yanatuelekea sisi mpaka mbinguni. And the devil is always trying to obstruct him. Na shetani yuko tunaweza kumkumbanisha kila wakati. Ndio kitu alitia ndani ya kichwa wake. Sometimes he succeeds, sometimes he fails. Wakati mwingine anashinda, wakati mwingine anashindwa. But however, he's heading to heaven. Lakini mgomo wake ni kwenda pale mbinguni. The concept of a pilgrim progress. Na ile maneno ambayo inaendelea maendeleo, he ends when he dies or when Jesus comes back. Itamaliza wakati atafariki kama Yesu anarudi. Progress, surviving, maendeleo. Sometimes he climbs the mountain. Saa zingine napanda mlima. Then about to reason, then he slide back. Wakati anafika kufika kule juu, anaanguka tena. And he started again. Na anaanza tena. Ndio inakuwa maisha ya Mkristo. But he's trying. Lakini anakuwa na pima. And that spirit has permeated the church for a long time. Na ile pepo ya vile inaweza kushika kanisa kwa wakati mrefu. Watu wanaendelea na ile mafikiri. By when we get to heaven. Na tutamaliza mpaka sisi tutafika mbinguni. But that's not what Jesus intended. Alina mafundisho Yesu anatuanza kutupatia. Jesus told us to rule until he comes. Yesu alisema mbele yeye kufika hapa sisi tunapaswa kutawala pa dunia. A banking is a structure in which money is reserved or saved, lend, invest, and get return. Benki inakuwa sehemu ya nyumba kule wanakuwa wanapeleka fedha, kule wanakopesha, kule unaweza kukopesha kisha wanakuwa kurudisha. Investment is taking that which one has so that it can increase and grow. So investment. Uwekezaji inakuwa sehemu ile unakuwa natia fedha kwa fedha kuongezeka. Financing is the ability to gather in order that you might invest. Kutumikisha fedha inakuwa ni ile sehemu ya kusema unatia fedha pamoja juu ya uwekezaji. I know you're familiar with these terms. Mnaona mnakuwa mnazoea hizi. Share the light of Christocracy. Lakini napenda kusema kwa namna ya Christocracy. Because the Bible speaks of banking. Biblia inasema juu ya maneno inaelekea benki. Lending and borrowing. Kuweza kukopesha, kupatia watu wao system in which one can deposit and withdraw and then invest.
Inakuwa ni ile sehemu ya kusema unaweza kutia fedha kisha unaenda kuchukua na unafanya uwekezaji. It's a trusted body. Inakuwa ni mwili ambaye wana trusted. Hallelujah. Inaaminika. I'd like you to understand 3 letters. Napenda nini mpate kuelewa masehemu 3. Revelation, Ufunuo leads to vision. Inatupeleka ku maonyo na maonyo. Vision leads to vision. Inatupeleka kwa kazi. It's called IVM. Wanaita IVM Kiingereza. Letters. Can you remember that? Every pastor, pastori wote, every leader, viongozi wote, every kristokrasia wote must have a revelation. Anapasha kuwa na ufunuo. Or must receive a revelation. Anapasha kupokea ufunuo. That will lead you to see what God wants to do. Ile itakusukuma kuona ni nini Mungu anapenda wewe kwa upekee upate kufanya. And to understand some deep things. Na kuweza kuelewa. In the book of Matthew chapter 13. Mkitabu ya Mathayo shairi ya 13. Jesus began to speak to them in parables. Yesu akaanza kusema nao kwa fumbo. Then in verse number 10 and 11 the disciple came to Jesus. Na pale wafuasi wake wa Yesu wakakuja kwake. I said to Jesus, why do you speak to them in parables? Wanamuuliza, "Je, nini unakuwa nasema nao kwa njia ya fumbo?" He said, anasema, for you it is given to understand the mystery of the kingdom. Kwa nini ilipewa ili hali ya kuweza kusikia kuelewa siri ya ufalme? To the unbelievers who chase for some things, kwa wale wale bado waamini, wale wanatafuta vitu, not really committed to, hawajitumbukiza. I speak to them in parables. Kwa kweli wao nasungumza nao kwa fumbo, that the word of God might be fulfilled as was written by prophet Isaiah. Wakisema misemo yake Mungu iliweza kufanywa kama vile unabii wa Isaya. They shall hear but they will not understand. Watasikia lakini hawataelewa. They will see but they will not perceive exactly what they say. Wataona lakini hawataelewa ni nini. But for you, lakini kwa nini? For you. Kwa nini? Touch it says for me. For me. Would come and say for me. For me. I am given to receive revelation, understand mystery, and understand mysteries. Say, I am walking in revelation. Hallelujah. And then he began to explain the parables. And if you look at the 4 parts of the parable that Jesus spoke to them, some seeds fell on the wayside. Some fell in stony ground. Some fell in rough lands. But some fell in good ground. The one that was on the good soil grow up and have 100% return. 60% return. And 30% return. Jesus was speaking economics. Was speaking investment. Hallelujah. Amen. Touch yourself on a good soil. I produce 100%. Sometimes 60%. Sometimes 30%. But I shall not be barren. I shall not die. I shall not come without a return. I lift my hand over to you that by this time next year, you will have 100, a 60, a 30, but you shall be productive. Hallelujah. Shout hallelujah. It is the revelation that causes you to see vision. Inakuwa ufunuo ili na kusukuma kuona maonyo. And then you go do something about it.
kisha utaweza kufanya kitu juu ya maneno hayo. Amen. Paul prayed to the church of Ephesus. Paulo akaombea kanisa ya The church Efeso. that was in Ephesus. Kanisa ya kule Efeso. He said that you might receive the spirit of revelation. Anasema utapokea ile roho ya maonyo ya ufunuo. Spirit of revelation. Roho ya ufunuo. Spirit of wisdom. Roho mtapokea roho Spirit of understanding. ya hekima ya kuelewa In the knowledge of God. na ufahamu wa Mungu. Receive revelation in the name of Jesus. Yes, amen. Pokea ufunuo wa Yesu. Yes. If you do not have inside true revelation, Kama haupate ndani yako ile ufunuo ya kweli, your vision is not meaningful. hata maono yako itakuwa yasio maana. You just copy other people. Utaanza sasa kufuatilisha watu wengine jinsi wanafanya. You know, insight. Hautakuwa na ile ono yako ya kweli That's ndani. why the revelation of Christology is very critical in our day. Ni kwa maana unaona hata ufunuo leo inakuwa ya mambo kabisa kwa wakati. Jesus did not save us and redeem us just to hang around and be a loser. Yesu ashituokoe tu kwanza tu kutembea huko na kule na kuwa watu wa kupotesha. He redeemed you so that you can be used by Him for His glory. Alikuokoa tu apate kukutumia juu ya utukufu And yake. your life will be a glorious life. Na maisha yako itakuwa maisha ya utukufu na watu wataiona. Amen. A glorious life. Itakuwa maisha ya utukufu. And return 160 and Na 30. utaanza kurudisha matunda ya mengi na watu wataiona. Because you were not told, Juu hawakukufundisha or you were not taught. wala hawakuonesha Our lives are always a life of investment. ya kusema maisha yetu ni maisha ya uwekezaji. Do you know what it costs God for you to be redeemed? Unajua ni bei gani Mungu alilipa juu upate kukombolewa? God is a mighty investor. Mungu anakuwa mwekezaji mwema. Hallelujah. Amen. That is why He's not interested in unprofitable servants. Ndio pale yeye asikalake anashughulikia watu wale wanakujaga juu ya kuweza kupokea tu faida na kukimbia. Unprofitable servant is take it from him, give him some spanking, beat him up. Na ule mtu wa vile niweza tu kumpiga. I did not say that. The Bible says that. Biblia ndio inasema vile. Haina mimi nasema maneno haya. Because it's unprofitable, Juu anakuya ni mtu ule asitoe faida. doesn't multiply, Asijumlishe. doesn't produce, Asitoe matunda. take from him. Muwezi kumnyang'anya. Or we can say take from her too. Na Take from her. ya au wala kwa mume wala mke unaweza kuchukua kumnyang'anya ambaye wanaweza kumpatia. Hallelujah. Amen. I want to correct that. Education. Mafunzo. This isn't real. Amen. We must train our children. Tunapasha kufundisha watoto wetu. But most of us do not send our children to where they taught right. Secular humanism has destroyed our educational system. Kuna kuwa watu, sehemu ya watu ambao wanakuwa na pomola ufahamu wa watoto wetu ili inakuwa ufahamu inakuwa ndani ya usawa. Because we don't have the money. Tu sisi hatuna na fedha, tunapatia mikononi ya watu ambao wanawapatia mafundisho mbaya. Entrusted you to educate your children according to God's way. Mungu anakuwa na kutumainia wewe kufundisha watoto yako, kuwapatia ufahamu kufuatana na mapenzi yake. Amen. Amen. I say amen. Amen. The reason we have a problem in our day, Na ili nakuwa natupatia magumu kwa siku ya leo, because our children are being taught by unbelievers. Wanijuu watoto yetu wanawafundisha kuwa wapagani. Because we do not have the capacity to educate. Juu sisi hatuna na uwezo, hatuna na vifaa vya kuweza kuwafundisha leo, na wapagani wanafanya kazi yetu. Thank God we still manage in Zambia and Kenya and we still manage a little bit. Juu tunaona Zambia, Kenya wanakuwa na kumbana kwa maneno. But we're speaking global. Wakati tunasema kwa maneno, The devil has totally captured the educational system of our world. Shetani anachukua maneno ya majifunzo na anaitia mikononi mwake. We don't have any ability, any capacity to respond. Hatuna na ile uwezo ya kuweza kutumika. It takes money to
build schools and pay teachers and run a system. Na hatuna na fedha ya kujenga masomo, kulipa walimu, ya kusema wao wafanye kazi ili na kwa ndani ya moyo ya Mungu wetu. The enemy shut our mouth and said, don't say anything. Na ule adui anafunga vinywa yetu, anasema hapana kupima kusema hata kitu moja. And if you talk about what they say, we don't have money to do. Na kama unaanza kulalisha maneno ya fedha, banatia ndani ya kichwa, sema wewe Mkristo hauna na fedha ya kufanya maneno haya. But that must change in the name of Jesus. Na ile inapaswa kubadilika kwa jina la Yesu. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We don't have ability to set up factories and corporations and stuff. Hatuna hata na uwezo ya kuweza kutunga makampuni ya kuweza kupatia watu kazi. Now this is a copper belt. Kwa kutazama hii inakuwa fazi wanaita copper belt. How many of you are actually involved in copper business? Ni wangapi wanakuwa wanashughulikia maneno inaelekea kopa? Wewe unafanya maneno inaelekea kopa, tia mkono juu. God bless sister, sister. Mama, Mungu abariki mama. Come on. Nani mwingine anafanya biashara ya kopa? Zambia, what? Mozambia au tunafanya kopa yetu. They're exporting copper or Wangapi wanakuwa wanatumikia maneno inaelekea kopa? Wala kutumika hata na wa Chinese. Maybe at this mistake. So how many believers Pengine kuna kwa ndani are involved in major copper business? Wakristo wangapi wanatumia maneno ya kopa? Nobody. Wanafanya biashara ya kopa. This is our Canada. How come we're not involved in exporting copper? Namna kama sisi tunapewa watoto hapa Ndola lakini hatutumii. Is something wrong with us? Huu kitu kile akiokoka na sisi. Tunachana ni kazi hiyo. The apostle come from Diamond. Kuna kwa pastor anatokea mwili sehemu ya diamond. How much Amasi. Amasi. How much diamond are you mining? Sasa tunamuuliza na yeye pastor, Amasi ngapi unakuwa unatumikisha? Ndio tunaanza sasa kutengeneza maneno ya Amasi shuka sana. Now we've started now doing that business because into those holes there is diamonds. There were a lot of water there, people were not doing it. Now we start fixing that, we start working. Next year I want to see your budget in Diamond Mine. Amen. Say amen. Watapokea budget kwa sababu ya hiyo kazi. Dieu va vous donner l'argent pour ce travail-là d'exploiter les diamants. Vous aurez un budget pour ça. Amen. Should we be owning mining companies? Should we be diamond distributors? Tunaweza kuwa mtu aweza kuweza Come on, talk to me. kuuzisha almasi maneno ya kuachana. Yes, we should. Something is wrong. Huko kitu akiendeke ndani ya vichwa yetu. We must correct that. Yeah. What about that one, sir? Something is wrong with us. Huko kitu akiongoke na sisi. Something is wrong with us. Huko kitu akiongoke na sisi. A part of the responsibility of aristocracy is to brainwash people. Amen. Did you hear what I said? Brainwash people. Tunapasha kutokea njia ya kristokrasia, tunapasha na kusafisha akili yetu. Chunks in our head. Kutosha maneno yote yaongoke ndani ya vichwa yetu. I returned to America, they say you're a copper belt. How many of your friends are in copper business? Nitakuja kwa Amerika, wataniuliza unatokea kule kukopa belt, marafiki yako ngapi wanakuwa wanafanya ile biashara? What am I going to tell? Sasa mimi nitawaonyesha nitawapatia jibu gani? No one. We are in gemstones as well. In gemstone. Yes. Exactly. How many are involved in mining gems that are in this way? One person. Glory to God. And of course, if I ask her to what degree, to what extent, I know the possibility will be, well, sir, we're trying, we're not there yet. We are, in gemstones, and I'm in lapidary. Lapidary is, like after when you're mining, then you process to, finished products. Did you finish the processing? Pardon? Did you finish the process?
Yes. Okay, good. Yes. Are you about $1 million or $2 million in business? Pardon? How big is the the size business? of your business? The business is not up to $2 million, but I'm believing God that I'm going to be more than a billionaire. How do you think you're going to get there? Sasa Pardon? utafanya namna gani kufika? I can't hear. How will you get there? How do you think you're going to get to be a billionaire? How I'm going to be a billionaire? I see some big tall buildings as I was driving, right? Who owns them? Mimi naona manyumba kubwa wakati tulikuwa nazunguka mimi. Ninakuwa manyumba ya watu Chinese, ya wanyama. Indians and Chinese. There's something in Tanzania. Ndio vile vile tena na Tanzania. Was in Tanzania, they took me to where Chinese people. Na ilikuwa ni Tanzania. I said, so what about the Tanzanian Christians? Nauliza sasa hao Wakristo wa Tanzania kazi yao ni nini? May God deliver us. Mungu atufungule. Hallelujah. Amen. Say amen. Amen. Well, my rules to put sand in your food. You know that what expression means? Put sand in your food. If sand is put in your food, no one can eat you. Kuweka mchanga kwa Kuweka mchanga ndani ya chakula. Cannot eat. Unaweza kula mchele ambayo unatia mchanga ndani, So you've been eating some junk. Now you're not eat anymore. hautaweza kuikula. You're going to change. Unapaswa kubadilika. I'm not, by God's grace and by every imagination, I'm not I don't want to, like I'm insulting you. Kwa neema ya Mungu, ni kwa neema ya Mungu, lakini sipendi kuwa kama mtu anakuwa anawatukana. Hapana. Hallelujah. I respect you, I honor you for being here. Na waheshimia kwa maneno yote. Because the conference was set up to brainwash us. Vile tunasema hii kongamano ilikuja There's kwa kuweza some kutusukula, dirt and kutuosha, junk in our head. kuweza kusukula maneno mabaya kutoka kuosha tokea vichwani yetu. Hallelujah. Yes. I say hallelujah. Amen. Because you must rise up. Tunapasha kupanda juu, kukomaa. Apostle just started by saying there's an error in the word. Pastor George alisema kunakuwa kosa duniani humu. We call ourselves kings and priests. Tunajiita kama vile wafalme Jesus has made us king na and wakoani. Mungu Yesu alitufanya kuwa wakoani. Africa is called the worst unemployed and unproductive people. Afrika wanaita fazi ambayo watu hawana na maendeleo, watu ambayo watoe matunda, na ndio inakuwa picha ya Afrika leo ulimwengu. Most of our young people that graduate from university have no work to do. Watu waliisha majifunzo lakini hawana kazi, wengi kwa Afrika. It's a shame. Inakuwa maneno ya haya The kabisa. unemployment in Africa run into the 40s and 50%. Na watu hawana na kazi wanakuwa mkaribu 40 na 50%. Kenya thinks about now 35 or 36% of young people are unemployed. Kule Kenya nako kuna sehemu kubwa ya watu ambao hawana kazi. What is it in Zambia? Humu Zambia inakuwa namna gani? Huh? Almost 70%. That must change. Inapaswa kubadilika. Yeah. Yes. I said that must change. Nasema inapaswa kubadilika. Yes. After Ethiopia and heading to Nigeria, population of 250 million people, and most of them are young people. Over 50% are unemployed. Hata kule Nigeria nikaenda, sehemu ya watu kipande hawana kazi, Unproductive. hawatoi matunda, Useless in education and money that was paid. ile majifunzo waweza kuwalipia ilienda mbure. Hallelujah. Amen. But if you go to a place like Nigeria, every corner is a church. Na ukienda kule Nigeria, kona yote inakuwa ni kanisa. Ukisha chaza na kanisa. Are flying on the airplane and helicopter, Nikaenda kule Kapta, but their children are unemployed and waiting. Oh no. na kuna watoto wengi wana na kazi mule msehemu ambayo inakuwa ya watajiri. Say amen. Amen. Please don't feel insulted.
na wasi msiona kwa kusema na watukana. That's a true story. Are you following me? Mnaona nipata. How can I stand before God and say, I am your king and priest, and I'm representing you? Na kanaweza kusema mbele ya Mungu nasema nakuja kuhani na mfalme na mimi nakuja picha lako mbele ya watu. Jesus said to me, how much are you representing me? Yesu anauliza na kusema kwa namna gani mnakuwa na kionyesho yangu mbele ya watu. I am a Christian. Na kuwa Kristo. Amen. Amen. I represent Jesus. Mimi nakuwa kionyesho ya Yesu mbele ya watu. God help us to represent Him well. Mungu utusaidie kuwa kionyesho yako mbele ya watu. Hallelujah. Amen. May God help you and help me. Mungu akusaidie na anisaidie mimi pia. May we receive the revelation Tupokee hiyo funuo and perfect our vision of our word. na kuweza kushughulisha maneno hata usaote yetu Do something about it. na tumika kwa ajili ya ile. A mission is activities and effort and action that bring forth result that glorify God. Kazi yetu ni kufanya makazi kwa nguvu tokea Roho Mtakatifu ili taweza kumtukuza Mungu. Jesus came to fulfill the mission of restoration. Yesu alikuwa kufanya kazi ya marekebisho. Urejesho. He said, let this mind be in you which was in Christ Jesus. Anasema na ule Mungu tunakuwa ndani yako wewe ni Yesu Kristo. What mind? The mind to obey God, a mind to pay a price and to bring redemption, and to bring blessing, and to bring the glory of God. Kuleta baraka na utukufu ya Mungu. Hallelujah. Amen. You must have the mind of Christ. Unapaswa kuwa na ile mafikiri ilikuwa na Yesu. Because that is why He redeemed you. Na jo kwa ajili ya hili aliweza kukukomboa. That's why He had positioned you Jo kwa maana hili alikupatia hali moja fulani. as His mouthpiece and as His representative. Unakuwa kama kionyesho yake mbele ya watu. Hallelujah. Amen. Someone said, when all that he talked about was money, talk about this. Well, that's what I'm talking about. That's what Jesus Maneno said. wanasema ni maneno nielekea fedha. Jo maneno ni wanasema na ni maneno Kristo alikuwa anasemezea. Hallelujah. What do you think is kingdom business? Wewe unaona ile ulimwengu ya fedha inakuwa nini? I'm not about religion. I'm talking about what is kingdom Ulimwengu wa business. biashara ni nini? What are we supposed to be doing in the kingdom of Ni nini tunapaswa kufanya kwa ulimwengu ya biashara? Hallelujah. Amen. I want you to look at the book of Matthew. Ufalme wa Mungu. Hallelujah. Business. Say amen. Say amen. Matthew chapter 25. Kitabu ya Mathayo shairi ya 25. I'm reading that Kwa ajili ya nini nakuwa nasoma neno haya? to show you how Jesus did. Kuonyesha jinsi Yesu alikuwa anafikiri juu ya maneno haya. Hallelujah. Then Jesus continued to teach, Na Yesu akaendelea na kufundisha, continued to share with them. akaendelea na kugawanya nao pamoja. Hallelujah. Amen. Verse number 31 says, Shairi yake inatumika pamoja. Jesus said, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Verse number 32, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as the shepherd separate the sheep from the goats. Touch it and say, I'm a sheep. Ameshika. Is that how it's right? He said, I'm a sheep. No. Mimi Mimi ni kondoo. All right. Praise the Lord. Yes. Say, I'm not a goat. Sema shina mbuzi, mimi nakuwa kondoo. I shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on the right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Amen? Amen. For I was an hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. Was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and ye came unto me.
Hallelujah. Say amen. Amen. And then of course, the whole matter of the kingdom is action. Na tunasema maneno inaelekea ufalme inakuwa ni tendo. Amen. Kingdom of God has to do what is going on in the world in practical ways. Ulimwengu wake Mungu, ufalme wa Mungu inapaswa kufanya maneno yote inaweza kufanya na njia yote. Hallelujah. Amen. I say glory. What is going on in the earth? Ni nini inakuwa mzuri hapa chini ya As I'm dunia? speaking to you, Kwa wakati mimi nasema na nini? according to statistics, Kufanana na about 40% of Zambians na kuangalia maneno inaelekea sehemu moja ya Zambia. extreme poverty. Anaishi kwa maskini. Wanaishi kwa maneno inaelekea serikali. Poverty. Wanaishi tokea umaskini. Over 30 to 50% of Congolese Tunaangalia tena sehemu tena live in extreme poverty. wanakuwa naishi umaskini wa nguvu The only kabisa. place I travel in the world Kunakuwa fazi bila unaweza kusafiri duniani. which children eat sand and rice Pale wale watoto wanakula mchele ya kuchana na mchana. was in the nation of Congo. Ilikuwa tuliwapata kule sehemu ya Kongo. It has the best diamond. Kule Kongo kuna pia almasi, Every mineral you can think of. kuna pia maneno yote ambaye inakuwa inaleta fedha. Mother fed children, Madini ambayo inaleta fedha. have rice, have sand. Upate kwa na mchele, upate kwa na mchana. Literally scoop sand on the sidewalk and wash it. And cook sand mixed with rice. Wanabeba, wanaipika ile 1 cup of rice, 2 cup of sand. Wanasema wanakuwa naipika kopo moja ya mchele na kopo mbili ya mchana wanachana pamoja. The rice melt and mix with the sand. Ile mchele inaleta tu harufu lakini After she inacheza cooked na very mchele. well. Na anaipika na nguvu yake yote. But it was hot to get into the children's tongue. Na iliweza kupika hata mtumbo ya watoto. Some of you don't understand this. Watu wengine hawaelewi maneno. May God help us. Mungu atusaidie. Hallelujah. I'm a representative of Jesus. Mimi nakuwa mtu na anaunganisha Yesu, anaunganisha ya I'm a Yesu. Christocrat. Na kwa Kristokrat. So Jesus, Pale sasa Yesu in the story before us, mwingine hadithi mbele seemed yetu to name 5 things akataja maneno 5 that had to do with the kingdom of God. ile inakuwa inaelekea ufalme wa Mungu. Hallelujah. Amen. And become the work of the kingdom. Na inapatia kazi kwa ufalme wa Mungu. Yes, Lord. Hunger, nakedness, sickness, Njaa, oppression, uchi, magonjwa, estrangement, thirst, all to do with suffering. ile yote inajichanganisha na kuleta mateso. And we're told to do the work of the kingdom. Na tunaitiwa kufanya kazi ya As a believer, ulimwengu wa Mungu. Ya You're ufalme. called to do the work of the kingdom. Nasema unaitiwa kufanya That's kazi ya not, you're Mungu. not religious, you're kingdom representative. Hauna mtu wa madini lakini unakuwa mtu anaonyesha ulimwengu wa Mungu. Confess by faith. Weka mkono wako juu, nasema kwa imani. Say, confess by faith. Kiri kwa imani. Say, I am a kingdom representative. A kingdom representative. I represent Christ. I represent Christ. Christ's hunger Christ hunger become my hunger. become my hunger. Or Christ's hunger become my responsibility. Become my responsibility. Hallelujah. Amen. Put your hand down. God bless you. Tunaweza kupitia mambo mkono, chapa So mkono. the sheep turned and said to Jesus, when did we see you hungry Ni wakati gani tulikuwa wewe Mungu na njaa and we fed you? na tulikulisha? Are you with me? Yes. Where did we see you naked and we clothed you? Ni wapi tulikuona bila mavazi na tukakupatia mavazi? Where when you sick and we came and visited and took care of you? Ni wapi tulikuona ulikuwa mgonjwa na tukaenda We paid the hospital bills. na wapi tulilipa ile bei ya hospitali When did we see you oppressed and abused? We did something about it. wakati gani tulikuona ndani ya mateso na tukafanya kitu? I was in Nakuru 11 years ago. Kuna kuwa miaka 11 ishapita. Nakuru. Nakuru in Kenya. Alikuwa Nakuru. Alikuwa kule Nakuru. So I went to a prostitute there.
along with our mission. nyumba ya kahaba. Akaenda kunyumba moja ya kahaba. Because there were women selling themselves. Kulikuwa wanawake walikuwa wanajihusisha wao peke. So I asked, because they thought I was a prospect. I went as a prospect. Waliona sabini enda sawa mtu anaenda kuwatafuta. They said to me, "What, sir? Whatever price you want to offer, I'm ready." Nasema baba, bei lolote unapenda tutakusaidia. I said, "You serious?" Nasema ni He kweli? said, "Any price." Anasema bei lolote. They were not 20, 30. They were a whole lot of them. Walikuwa wengi kabisa. So I said to her, "Why are you doing this? Kwa ajili ya nini unafanya maneno haya? Selling your body so cheap. Kuuzisha mwili wako kwa bei ya chini sana. You know you can die." Unajua unaweza kufariki kwa ajili ya hili? He says that honestly, I have a disease already, Nasema ni kweli, hapa nasema nakuwa na magonjwa, but I had to do this. lakini sina na njia nyingine. Niko na watoto watatu wanapasha kula. And he's trying to, he said, most of us, our story is the same. Nasema hivi, tunasema wengi historia yetu ni mmoja mmoja. So I handed a few dollars to her. So nikawasaidia na I wapatia said, pesa. supposing I tell you to come with me. Nasema nawaita mpate kuja na mimi. He said, "Where are you taking me?" Ananiuliza ni wapi nimpeleka. I said, "We're going to church. Nasema twende kwa kanisa. Tonight we have a crusade. Sasa hapa tunakuwa na kongamano. You have a warm place to sleep, good food to eat. Utakuwa Something to take to na your children." anasema utakuwa na chakula na vitu naweza nafasi mimi kulala, sasa nitaweza kupelekea watoto chakula kisha. He says, "I'm not coming. You don't know what the church has done to us." Anasema sitakuja kwa kanisa au jeni nikosa kanisa I litufanyisia. begged her. Nikamubembeleza. I said, "Come. Nasema wewe kuja tu. You have a place to sleep tonight. Take me. Utapata kazi ya kulala leo. You will eat. Utakula And in the morning, na asubuhi you have extra money to take them to your children." utapata hata fedha ya kwenda kulisha watoto But wako. what shocked me was her confession. Ile iliniumiza moyo ni inakuwa ni jinsi alisema, The abuse we get from church people. asema ni kukanisa kule waliweza kunikosea nguvu kabisa. Because the church itself is helpless. Nasema kanisa haina tena uwezo ya kusaidia watu, inaanza kukosea watu. That in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. So basically said to me, the cause of my selling myself is because I'm desperate and destitute and no help. Anasema naanza kujijisha mimi peke tu, sina na usaidizi na kwa mimi peke. Kingdom business, kingdom work, kingdom assignment. Biashara ya kule mbingu na kazi ya kanisa, kazi ya kanisa. I was Tokea hungry. mfano, I was hungry. nilikuwa na njaa, Nobody fed me. hakuna mtu alinilisha. To the other Kwa wengine group of goods. He said to those that were on the side, he said, when did we see you hungry, we never fed you? anauliza wengine wakamuliza, wanasema ni wakati gani tulikuwa na njaa na tukupatia chakula? He said, as you did not do to the least of these, you did not do to me. Sikuweza kutaja mabitu bila kunifanyizia. Are you following me? Unakuwa unanifuata? Hallelujah. The king answered and said, Na ule mfalme akajibu na kuwaonyesha, verily, verily, I said unto you, kwa kweli nawaonyesha, inasmuch as you did not do it to this, you did not do it to me. kwa wakati apokutimize maneno haya, apokutimizie mimi. Verse 42, for I was an hungry or hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and you took me not in. I was naked, and you did not clothe me. I was sick, and you did not take me to the hospital or help me. I was in prison, and you did not visit me. And he said, well, come on, what are you talking about? When did we see you? Ni wakati gani sisi tulikuona na hatukufanya maneno haya yote? When did we see you? Ni wakati gani? Verse 44 said, then the king said, when you saw me hungry
Or they say, when did we see you hungry? 45 said, then shall the king answer them, saying, verily I say unto you, inasmuch as you did it not to one of the least, to one of the prostitute, to one of the young men and women, to that widow, Kwa wale wajane, you wale did not do wakati it unto me. kwa wakati kuwafanyizia wao ni kwangu mimi amkufanyizia maneno haya. Somebody said, help me, Lord. Tusaidie Bwana. Now, you heard that. That is the work of the kingdom. Na mnaona ndio inakuwa kazi ya When ufalme. you go home, study it and read it. Wakati unaenda nyumbani kwako, soma maneno haya, soma kabisa. Because I want to return to your real business. Nipe kurudia kwa kazi yetu A ya real biashara. business is that a Christocrat must work to establish and advance and to honor Jesus. Kristokrasia anapaswa kutumika kwa kuweza kuheshimisha Yesu. Two reasons we're not doing this. Maneno mbili ambayo hatukuwa tunafanya maneno haya. One is that we're selfish Ya kwanza ni kusema tunalemewa na choyo, and we're poor. na ya pili tunakuwa maskini. Hallelujah. Amen. We're selfish. Tunakuwa watu walikuwa na choyo, We don't have enough. hatuna na maneno yanapeneana. Even when we have enough, we do not care. Hata wakati tunakuwa nayo hatugawani. But I want you to accept that you are a Christocrat. Na lakini napenda kukumbusha kusema unakuwa That Kristokrasia. if you were to have, you would help. Amen. Kama ulikuwa nayo unaweza kusaidia. Hallelujah. In other words, every church is supposed to have an active mission outreach to the poor and to the needy. Ni kusema kanisa yote inapaswa kuwa na kazi ambayo itaweza kuelekea juu kuweza kushughulikia wajane, watu ambao maskini. Say amen. Sometimes we try to rationalize, well, those prostitutes, they're condemned to hell. Na saa zingine tunakatala kuwasaidia kusema wale watu ambao wapagano wao wataenda Gehenna. Those lazy boys, those lazy girls. Wale watu wabaya, wanaume na wanawake. We find something to label them. Tunakuwa na pata sheria moja fulani kwa kuweza But the most kuachilia. critical one is that we're so needy ourselves. We're so poor ourselves. Maneno ya Biblia ni kusema sisi wenyewe tunakuwa mbele wa masikini. We survive for ourselves. Tunakuwa na tafuta na kupata kidogo juu ya sisi tu kunaenea. Maybe our children, Saa zingine tunaweza kusaidia mpaka watoto wetu, extended family a little bit, na saa zingine kidogo kidogo familia, but the rest forget about it. lakini yote inaenea, inabakia kidogo ni juu ya maisha yetu na inaendelea pale. That's not a Christocrat. Kristokrasia To do the king's business. tunakuwa hapa juu ya biashara ya ufalme. Amen. Say amen. Amen. Because I was raised as an evangelist, I specialized in mega crusades, Alikuwa anatumia kama vile mwinjilisti kule having kwa people saved and come to know the Lord Jesus. watu wengi wakaweza kuokolewa na maneno I kadhalika. was brought up as an evangelist. Nilikuwa natumia kama vile mpelelezi wa habari njema. I know how to preach crusade. Mimi najua au kuhubiri ndani ya kongamano kubwa. But several years ago, Lakini miaka 7 kupita, about 20 years ago, God said to me, Mungu akanionyesha when they get saved, what do you do with them? wale waliokoka ni nini ulifanya nao. I'm not against the crusade and that. Mimi sikatali kongamano ya kuweza kuvuta But he manafsi. said, when they get saved, make sure you give them something to do. Wakati wanaokolewa unapasha kuhakikisha unawapatia kitu kuishi naye. Was in Dar es Salaam Nilikuwa kule Dar es Salaam about 9 years ago or so. miaka 9 kisha kupita. This was when my spiritual son, Mimi na mtoto wangu mmoja I was preaching in the crusade. nilikuwa nahubiri ndani ya kongamano kubwa. Because I literally raised him up by the grace of God. Quickly doing a great job. Niliweza kumkomasha kwa neema ya Mungu na anaanza kufanya kazi nzuri. So in this particular season, he called me and said, "Papa, come on." And he's preached. Kwa wakati mmoja kanita anasema kuja baba tuweze kutumika juu ya And kongamano. Revelation of Christopher's was just unfolding. I was teaching. Na nilikuwa nafundisha tokea ufunuo. So I said, all right, I'm not just going to be crusade thing. I'm going to talk to the pastors in the daytime. Anasema sitazungumza na maneno ya kongamano, lakini nitazungumza na wapastori. He wasn't in town, but his wife was there.
yeye kukua yuko lakini mke wake So akaenda. his wife was my driver. Na mke wake ndio alikuwa ananisaidia kuni. We preach, Tukahubiri and people came to know the Lord. na watu wakakuja kumbe Yesu. But someone also told me, I didn't know there's a witch in Dar es Salaam. Na mtu akaniambia sikujua kulikuwa mchawi mmoja pale Dar es I Salaam. knew that is true. It's a big witch. Dar es Na Salaam. nikasikia sana alikuwa mchawi mkubwa. He employed most of the people that came to the crusade in the area that we were. Alipatia kazi watu wengi walikuja na ile sehemu tulikuja. And before they got, he said, you go there, don't you make a foolishness out of you because you're not going to have a job when you retire. Kasema ukienda kule hapana kwenda kufanya maneno ya siku moja kwa hautaona kazi wakati My tunaenda. years. So when I met with the pastors, Wakati nikakutana na pastori maybe about this size, walikuwa mpaka wingi kama hivi, Assemblies of God, kwa neema ya independent, Mungu, and everyone. watu wote, So I began to talk to them na nikaanza kuzungumza nao about Christocracy. kuelekea maneno ya I said to Kristo. them, among these that are saved today, how many are going to come to your church? Wangapi waliweza kuokolewa leo? You know what I'm saying? No, they wouldn't come because they work on Sundays. Nasema hawatakuja juu wanakuwa wanatumika hata kujuma I said, why? Jumapili. I said, because there's a controlling force here. Sasa kunakuya watu wanakuwa na shughulikia maneno kuweza kutazama kama yeye kama vile kanisa. Is there any reason we cannot own plantations Hakuna namna mnaweza kupata sehemu ya udongo and employ those people? na kuchukua wale watu wanaenda kutumika kwa mfumo na Have a worship service kuwapatia kazi, in the big plantation? kuwapatia kazi mwingine mshamba. Is there any reason? Eti kunakuwa Sir, jambo ambayo inawafunga kuweza kutumika. so you don't understand. Nasema baba, hautaelewa. He said, it's easy to so because we come from America. Nasema inakuwa mwepesi kwako kuona hivi tu wewe unatokea kule Amerika. I was ashamed of my people. Na nilisikia haya ya wale And I rebuked the spirit. Amen. Nikafukuza ile pepo mchafu. We're not going anywhere yet in Tanzania. Hatujaenda- Say, we're not gone anywhere yet. Hatujaenda fazi. If the witch and the wicked can own farms and employ us, Kama wachawi waganga wanaweza kuwa na mashamba na kutupatia sisi wa Kristo kazi, where can we own farm and employ people? sio nini sisi hatuwezi na sisi kupata mashamba na kutia watoto wa Mungu kutumika, na siku ya Jumapili tunaenda kutana kanisa. I want someone to explain to me why. Napenda mtu mmoja mimi anieleze juu ya nini Yesu amekaa pale aweze kupata mashamba na kupatia watoto wa Mungu kazi. Oh, everyone to be corrected. God is not that today. Thank you, my sister. Asante. Thank you, my brother. We must correct it. Mtosha ile kosa mbele yetu. And then ask God to come and do it. Na tutenda muomba Mungu akuje afanye ile kazi kwa kazi yetu. So what are you good for? Sasa wewe unakuwa mzuri mkazi gani? Unaweza kufanya nini? Touch says, I'm good for something. Amguru kwa sababu sema mimi na uwezo wa kufanya kitu. I'm good for transformation. Mimi nakuwa kwa mabadiliko. He said, take dominion Anasema mtawala. over the power of darkness. Mbele ya ile makazi ya giza. Hallelujah. Poverty is darkness. Sikia, umasikini inakuwa ni kazi ya giza. Satan controlled it to manipulate us. Yes, shetani anachukua ile kazi juu kuweza kutia mkono yake juu yetu na kuongoza. I said, hallelujah. Amen. We must do something. Tunapaswa kufanya kitu moja. So in order for us to do this, Sasa kwa sisi kufanya there nini must hapa? be sufficient financing Tunapaswa kuwa na chemchemi ya kupata fedha, to take the lands and develop, ya kupata udongo na kuitumikisha, to build factories. kuweza kujenga makampuni. I want you to ask me a question. Napenda sasa nini nipate kuliswali. After I ask you a question, Kisha mimi kuwaswali. I'm going to ask all of us Nita swali kila mmoja wetu hapa. to begin Kingdom Investor Project. Kwanza uwekezaji ndani ya ufalme wa Mungu. Every single one in the house, Kila mtu mmoja humu ndani ya nyumba. for this region, Juu ya hii sehemu, I want you to be one of the first napenda mpate kwa watu wa kwanza to invest. kufanya uwekezaji. I said earlier Nilisema hapa that we have capacity tunakuwa na uwezo to guarantee your investment.
ya kuweza kuchunga na kulinda uwekezaji wao. A minimum will be $10. Fedha kidogo itakuwa ni $10. Kwacha, how much is it? Mkwacha inakuwa ngapi? It's about 100. 230. About 230. Say amen. Amen. Doesn't matter where you come from. Atuangalie ni wapi tunatokea. Your level in life. Hadi sehemu yako. Hatua yako. This is what we're going to do. See, Sasa nini tutafanya? we're going to take East and Southeast Africa by the storm. Say amen. Amen. The number that I have in this hall today, Watu ngapi tunakuwa nao I'm going hapa? to ask you Nitawauliza to take a step of faith. kuweza kutenda tendo la imani, hatua ya imani. Whatever you put in, Yote ambaye utaweza kutoa it's going to be double. Amen. itakuwa itajumlisha mara mbili. You put it into a financial system. Tutaiweka maneno yanaelekea I'm fedha. not asking you to give. Hapana kuchunga mimi ni I'm wakati. asking you to invest. Ninapenda wewe upate kuwekesha. Say amen. Kuwekeza. You say, oh, that preacher came and told me to give. Ule mwingine anakuwa anataka kuonyesha mtoto. No, I'm asking you to invest Nasema upate kuwekeza in the kingdom of God. ndani ya ulimwengu wa Mungu. There's some of you that might be able to invest 1,000 or 2,000. Huku watu wanaweza kutoa nyingi kupita elfu. But I'm initiating something. Lakini mimi napenda kuanza tu kitu. Hallelujah. Amen. Kenya is a financial hub for the region. Kenya inakuwa ni tumaini, maneno yanaelekea fedha juu ya sehemu And it's going to be managed by us. na inakuwa ni sisi ndio tutaweza kuongoza maneno haya. Say amen. Amen. The devil say, no, you cannot manage money after you're a poor man. I bind that in Jesus' name. Na kataa ile nani kusema wewe hauwezi kuongoza maneno ya fedha mchini. Nobody sit here on the board of the investment and authority, but you're going to become one. Amen. Huku watu wanasema unaikala hapa una na kitu una fedha, lakini kesho utakuwa mtu mmoja atakuwa na fedha. Say amen. Amen. The form has already been prepared. Lasha kutayarisha ili Names are going to be collected. na tutaweza Tomorrow you're going to kuchukua get a certificate. na kesho utapokea We're certificate going to pray for you, na tutakuombea but we will launch. na tutaanza maneno Thereafter, kisha. where's Reverend on the way? Bishop is here from Lucas. Okay, Lucas is here. I think all the regions, wherever you come from, amen. There's someone that's going to represent you. Mungu ataenda kutusimamia sisi And wote. they will say, well, don't mix money with faith. Sima wao abachanganye makuta na The devil is a liar. Shetani anakuwa muongo. I say the devil is a liar. Nasema shetani ni muongo. That's not what Jesus taught. Haina kitu Yesu alitufundisha. Amen. Amen.